Bwana wetu tuliweza kuishia hapa ambapo Henry alikuwa akiongea na mtoto mzuri na kumsii anamhitaji sana katika maisha yake, lakini bahati mbaya dada yake Henry aliweza kuingia. Dada yake Henry akawa amerudi chumbani kwa Henry ili kuweza kumuuliza alitumia dawa yoyote. Bahati mbaya ni kwamba akawa sasa amerudi na kumkuta Clara ndani ya chumba cha Henry. Bwana sister yake aliweza kuongea sana. Alimwambia hivi, inamaanisha kweli wewe uko tayari kuacha kazi yako na kuja kupiga story na mdogo wangu? Hivi kuna kitu gani kinachoendelea? Henry alimwambia hapana, anahitaji tu kuweza kukuelekeza sister, ni kwamba sisi bwana tuko katika hali tu ya kawaida. Sister yake Henry aliweza kuondoka, lakini Clara pia ilibidi aweze kumfuata ili waweze kuongea na waweze kupanga mambo yanaendaje, kwa sababu jambo hili kidogo limeweza kuwainterfere wote. Lakini bwana Henry jioni akawa amempigia simu Clara na kumwomba msamaha kwa yote ambayo yametokea. Lakini bwana baadaye sasa dada yake Henry akawa amerudi na kumuonesha Henry video ambayo imekuwa ikitrendi sana mtandaoni, ambayo pia imemhusisha yeye Winifred ambaye ni dada yake Henry. Na dada yake Henry alimwambia hii video ambayo umeiona hapo ni dada yake Clara ameweza kuniongelea juu ya mahusiano yake na Maki. Lakini pia upande wa pili Clara pia aliona hiyo video mtandaoni TikTok, unakuja kumwambia dada yake, dada sasa hii video umeweka mtandaoni umemwongelea dada yake Henry, maana yake nini? So ungeongelea tu mahusiano yako wewe na Jackie ingeisha. Sasa kwa nini unamwongelea pia na dada yake Henry? Unajua kwamba mimi ni boss wangu na kazi yangu itakuwa kwenye hatari kama ile jambo litatokea. Lakini dada yake Clara alimwambia wewe bwana achana na mimi. Yaani kwanza mimi nimeibiwa mume, lakini pia cha msingi yani haiwezekani kabisa mimi nikaushe. Bwana jambo hilo likalimeisha hivyo. Lakini upande wa pili sasa Henry alikuwa amemind sana. Na leo alimpita tu hapa Clara akamwambia bwana sio kosa langu na isitoshe mimi sijui lolote kuhusu hayo mambo. Bwana Henry alimwambia sasa kinachotakiwa fanya kitu kimoja ili haya mambo yaishe, tuendelee kama kawaida wala pasiwe na hali ya mivutano kati yetu. Nenda kamwambie sister yako afute hiyo video, yani aifute kabisa, kwa sababu hiyo video amemwongelea pia sister ambaye ni dada yangu mimi. Ni kwamba video hiyo watu wanapoitazama sasa, watu ambao wako hisa na kampuni yetu wanakuwa wanapata maswali mengi sana. Isitoshe dada yangu ndiye CEO wa hiyo kampuni. Kwa nenda kamwambie dada yako afute hiyo video. Yani leo jioni rudi nyumbani ukamwambie dada yako afute hiyo video, kwa sababu watu wakiona hiyo video kiukweli hawatapenda. Basi Clara alivyorudi nyumbani na kumwambia dada yake ambaye ni Alice bwana alikuwa amechukulia tu kama kawaida na akasema hiyo video siwezi kufuta hata iweje. Yani ninachotaka watu wajue ile video yake ambayo aliyokuwa amerekodi ili kumuongelea Maki ambaye ni tapeli wa kimapenzi. Basi upande wa pili Henry alisikia mlango ukifunguliwa na alivyogeuka akamwona Maki. Bwana wewe alihitaji kumfurumsha, akamwambia hauna nafasi ya kuingia ndani, tumeshakujua tabia yako wewe ni nani. Lakini Maki bwana alihitaji kuforce. Henry alimwambia bwana kabla sijakupiga ngumi hebu naomba utoke nje. Bahati nzuri bwana dada yake Henry akawa amekuja ambaye ni Winifred, akamwambia Henry nahitaji tu kuongea na huyu bwana hata usiwe na shida, ngoja tu nizungumze naye. Bwana Maki alikuja na kumwambia mpenzi kwamba mpenzi bwana ile video nimeiona mwenyewe imeweza kunitafia sana kwenye ufahamu wangu. Lakini tunaomba nikwambie kitu kimoja kwamba watu wengi ambao ni wasichana wale wengi wanapenda kukaa na mimi kwa sababu mimi nina hela tayari, ni mfanyabiashara. Kwa wasichana wengi sana wanajipendekeza. Lakini dada yake Henry ambaye ni Winifred alimwambia okay, kama kweli wewe unasema kwamba wasichana wengi wanajipendekeza kwako, nionyeshe business card, lakini pia twende kwenye hiyo ofisi yako ambayo una wafanyakazi wako umewaajiri ili unithibitishie kama kweli wewe ndiye bosi. Bwana Maki akawa amekamatika na uongo wake kwa umeshia hapo. Ikabidi aondoke huku akishika kichwani na upala wake ukiwa umeng'aa kama jua la saa 8 mchana, na akawa tayari ameumbuka. Lakini sasa kwa upande wake Winifred ambaye dada yake Henry bwana alikuwa tayari kashaliwa na hakuna jipya kama unavyoweza kujua tena owe. Sasa upande wa pili tunamuona huku Clara akiwa kuna dada yake. Aliletewa barua ambayo inamhitaji dada yake aende mahakamani kwa ajili ya amefunguliwa mashtaka bwana, na alishtuka sana akasema hii barua inasemaje? Akamwambia bwana hii barua ni kutoka mahakamani na kuita uende ukajibu mashtaka ya kuweza kuposti video ambayo inamuongelea CEO wa kampuni ambayo pia na mimi mdogo wako nimeajiliwa. Kwa hiyo sasa machaguo ni mawili, futa hiyo video aidha mambo mengine yaweze kuendelea, kwa sababu hiyo story ungeongelea tu mahusiano yako wewe na Maki basi mambo yangekuwa yameisha. Lakini sasa kujumlisha mahusiano wewe ya kwako Maki pamoja na dada yake Henry umeweza kuharibu mambo. Lakini pia walikuwa pia wakijadili kuhusu masuala ya kifedha ambayo walikuwa wanahitaji, kwa sababu pia apartment hiyo ambayo walikuwa wamepanga pia ilikuwa inatakiwa pia walipie kodi. Lakini sasa upande wa pili sasa dada yake Henry alikuwa ametulia tu nyumbani na alikuwa anahitaji kuweza kupanga ratiba zake za kazi. Henry alikuja na kumwambia dada yake kwamba ninaomba sister uweze kuniazima kiwango kidogo cha fedha ambacho nina shida nacho kwa ajili ya mambo yangu madogo. Dada yake Henry alimwambia hiyo fedha unahitaji kwa ajili ya Clara, kwa sababu alikuwa pia amestopisha kumlipa Clara kutokana na ile video ambayo alikuwa ameiona. Lakini pia tukio la kumkuta Clara
chumbani kwa Henry pia ilikuwa imepelekea kwamba aweze kumstopisha kazi kwa siku 2 ambazo zilizokuwa zimepita. Na Henry alimwambia sister, bwana mimi ninahitaji pesa sawa kwa ajili ya Clara. Lakini dada yake Henry alimwambia kwamba sasa ninakwambiaje, chagua kati yangu mimi na huyo Clara, ni nani ambaye natakiwa uwe upande wake, kwa sababu mimi nina ugomvi na dada yake Clara. Lakini Henry alimwambia hiyo sio sababu, na walibishana kwa muda mrefu sana. Lakini Henry alichokifanya sasa kama mwanaume ilibidi aondoke hapo nyumbani na kumpigia Clara na kumwambia kwamba bwana nishafika nyumbani kwenu hapa. Clara alishangaa inakuaje tena mshikaji anakuja tena wako katika situation kama hiyo ambayo ni ya mvutano sana. Lakini Henry alikuja akamwambia bwana mimi nimekaa na nimewaza, nimeona kwamba ugomvi ambao unaendelea kati ya dada zetu sio wa kwetu wala utuhusu. Lakini Clara alimwambia bwana ondoka, dadangu akikukuta hapa bwana yatakuwa mambo mengine, isitoshe dadangu namfahamu ni mkorofi. Henry alimwambia bwana mimi nakupenda. Lakini Clara pia alimwambia nakupenda sana, nafikiri hilo jambo pia unalifahamu. Lakini bwana dakika hazikupita hata 3, dada yake Clara akawa amekuja na akawashtua, kitendo ambacho kiliwafanya wote waweze kupatwa shock fulani hivi ya kimtindo. Na dada yake Clara alivyoweza kufika bwana akawa amewauliza kwamba kuna shida gani hapa, kuna kitu gani kinachoendelea na wewe umekuja kufanya nini hapa? Henry akamwambia nimekuja kumtembelea tu mdogo wako, nimekuja kumuona. Akamwambia kumuona ili iweje sasa? Henry akamwambia of course mimi ninampenda na yeye pia ananipenda. Wewe dada yake Clara alishangaa sana akasemaje, yani nyie wawili yani nyie hivi amfahamu kitu gani kinachoendelea kati yetu? Lakini Henry na Clara bwana waliendelea tu kusema kwamba sisi ni wapenzi na tunapendana sana. Basi dada yake Clara ilibidi tu aondoke na kuacha wenyewe. Lakini Henry alipotaka kukaa akamwambia hapana, hebu rudi nyumbani kwanza nikaongea na dadangu, maana sijui atakuwa na hali gani kwa sasa hivi. Basi Henry ilibidi aondoke na kumwacha Clara. Clara basi ilibidi aende akazungumze na dada yake. Dada yake Clara alikuwa amechukua tena simu yake kama kawaida, akaweza tena kurekodi video nyingine ambayo alikuwa akiomba msamaha kwa yale yote ambayo aliyoweza kuyaongelea aliyomuongelea dada yake Henry. Na kwa sababu hiyo basi anaomba msamaha kwa ajili ya kila mmoja ambaye jambo hilo liliweza kumuingia vibaya, pengine alishindwa kuelewa. Hivyo basi aliomba tu aweze kusamehewa kwa sababu alimuongelea dada yake Henry ambaye alikuwa hahusiki katika mahusiano yake kuweza kuharibika, lakini ilipaswa aweze kumuongelea tu bwana Mark ambaye ndiye tapeli wa mapenzi. Lakini upande wa pili huko Henry dada yake pia alikuja na kumwambia bwana mimi niko tayari, unaweza basi ukaendelea na mahusiano yako na Clara, wala mimi siwezi kuingilia, na ugomvi wetu hauwezi ukawagombanisha na nyie pia. Basi ilibidi bwana Henry aweze pia kupata surprise fani, na alishangilia sana na kumbeba dada yake na kumwambia hapana, yani sikuweza kutegemea kama utaweza kusema jambo kama hili. Basi Henry aliweza kuendelea na shughuli zake za kawaida za ucholaji. Baada ya hapo basi sister pia alimwambia bwana hamna tatizo, yote ni mema tu basi. Jambo ambalo bwana unaambiwa lilikuwa ni furaha sana kwa Henry. Lakini upande wa pili Clara pia aliweza kupata nafasi ya kurudi kazini kama kawaida, na alikuwa pia ameweza kubeba baadhi ya mafaili kuweza kuweka ofisini kwa ajili ya kazi ya siku hiyo. Lakini bahati nzuri akawa amefika Henry. Henry alimwambia leo vipi unaweza kupata muda fulani hivi tuweze kutoka. Lakini mtoto mrembo alikuwa akiongea kwa mapozi namna hii hapo bwana, jicho likiwa linacheza kidogo, yani analembwa kimtindo fulani hivi. Akamwambia sijajua kama ngapi hivi tunaweza tukatoka, lakini tutaangalia baadaye. Henry aliendelea kumsisitiza akamwambia bwana naomba tutoke kidogo kama mida fulani hivi, naamini utakuwa ushatoka kazini. Bwana mtoto aliendelea kuleta mapozi kidogo hivi, unalembua kidogo kimtindo, sio unaongea na mtoto wa watu, unaweza ukasema unaongea na mwanaume mwenzio. Bwana story yetu inaishia hapa bwana, karibu sana tuweze kuendelea. Usisahau kusubscribe pamoja na kucomment na mambo mengine kama hayo, aendelea kwa pamoja nasi. Na story yetu imeishia hapa, lakini pia tunaendelea na mastori mengine ambayo ni makali zaidi ambayo tuko nayo jikoni hapa tunaendelea kuyapika. Bana mshtue mwenzio kwa kushare video hii.